Na unajua sio tu mpox peke yake, kuna magonjwa mengi ambao pia serikali imeyapuzilia. Na unajua inaitwa kwa kimombo emerging and re-emerging diseases. Na ni vizuri, kama yepi hasa? Mfano, usijui kama unajua kuna chikungunya na kuna magonjwa mingi sana. Hata COVID iko, ni vile tujaiwekea. So ni vizuri vile mwenzangu amesema, wacha tupe kipaumbele swala kama ili la mpox na magonjwa mengine ambayo yanarudia kurudia, so that tuweze kumake sure kwamba hii magonjwa tunaicontrol. Mfano, ni vizuri kubalance. Najua nchi inahitaji pesa. Najua nchi inahitaji kukua, economy inahitaji kugrow. Lakini economy haiwezi grow na watu wakuwa wagonjwa. Lazima tuweze kuweka hiyo balance ya economy na health. Na in any case, health wanga inachukua kipao ya mbele, because unaweza kuwa rais ama ukuwe kiongozi wale watu ambao wako wazima. Kwa hivyo ni changamoto kwa rais wetu, na hata pale kwa Devolution Conference sisi hatujalikwa, sana sana shirika langu halijaalikwa, lakini sisi tutakuwa pale. Maana mambo ya afya lazima tuwekee kipaumbele, maana hatuwezi kuwa tunaongea mambo ya vile develop counties, tutaongeza pesa kwa counties, na hatuangalii zile pesa zinaenda kufanya kazi gani. Mfano, mnachukua pesa mnaweka kwa vitu zingine ambazo which are not a priority. In my opinion, health ni priority kwa counties. Lakini ukiangalia counties mingi zile ambazo tuko nazo, hata ukiangalia wale watu wanaajiriwa katika wizara ya afya, katika sekta za afya, itakushangaza kwamba hawana taaluma ama hawajahitimu katika masuala ya afya. Unapata kwamba most of these counties zinachukua watu ambao tu kwa sababu ulinipigia sasa wakati wa campaign na kuchukua na kuweka pale ukuwe usimamie idara ya afya, bila vile mwenzangu bila kuangalia pia qualifications za mtu. Maana ni vizuri kuangalia pia tajriba, qualifications za mtu. Huwezi kuchukua mfano mwanahabari ukamchukua pale ukamweka mahali ambapo haitasaidika, maana hiyo skill yake haitaweza kusaidia pale mahali pale. Kwa hivyo swala nzima la uongozi, na unajua leadership and governance ni mojawapo ya pillars za health. Na kama hatutaweza kuna sababu iliwekwa pale, proper leadership kama iko pale na governance ambayo inafaa, ndio unapata sasa hizi mikosi huwa zinafanya hizi zinatokea. Katika gatuzi zetu tuchague wale ambao wanasimamia afya, wao ni watu ambao wako na tajriba ama wako na uzoefu ya hali ya juu katika masuala ya ya afya. Hata katika national government tuache kuchukua siasa tukaingiza katika afya. Maana tukiingiza siasa katika afya ndio utapata kura, lakini sasa utapata kura usimamie wale ambao wamekufa. Hiyo ni swala ambalo pia ni vizuri tuweze kuangalia, na tuangalie kwa kiduchu, ndipo tuweze kumake sure kwamba tunaweza kubalance hii na hii. Na si eti Kenya ina wataalamu wa afya, wako wengi. Tuko na maprofesa, tuko na madaktari wamesoma, lakini hawapatiwi nafasi ya katika uongozi. Unapata kwamba uongozi watu wanapewa pale, unapata watu wale wanapewa ni watu ambao ni mambo mengine ya kisiasa. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuangalia hilo jambo, na pia kupea changamoto rais aweze legacy yake ingelikuwa mzuri zaidi kama Wakenya wangemkumbuka zaidi kama angeweza kutilia maanani sana mambo ya afya. Maana watu wakilia sana huko, kuna watu wako na kansa, kuna watu wako na nini, na uwezi kuwashughulikia wakienda pale katika zahanati zetu ama facilities zetu, hawapati ile huduma ama hawapati kuhudumiwa vile nafaa kufanya. Ile legacy yake itakuwa mzuri sana kama ataweza kuajiri public health officers wa kutosha, madaktari wa kutosha, nurses wa kutosha, watu wa pharmacists wa kutosha, na tuweze kwamba hii afya ikuwe very strong. In fact, afya ikuwa strong, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana katika hali ya kimsingi kama nchi. Umetaja swala nzito sana hapo. Daktari Lilian, ningependa kufahamu